Furaha kubwa kuwa hapa leo kwa mwaliko wa mbunge wenu. Yeye ni rafiki yangu. Yeye amekuja mpaka kwangu Bungoma. Tumefanya kazi ya wananchi na yeye. Pia nataka kuwashukuru Safaricom Foundation ambao wamechangia kuboresha hii shule yenu. Pia nashukuru matumizi mazuri ya pesa ya NGCDF na mbunge wenu. Tuko hapa leo kuzindua shule ambayo tumefungua, na nimefurahi kuonana na rafiki yangu Betty Maina ambaye tulifanya na yeye kazi katika serikali ya Mzee Kibaki. Yeye ni msichana anachapa kazi vizuri sana. Leo hii wananchi tuko hapa kwa mambo ya elimu, na nimefurahi nilipoalikwa na mbunge wenu kuona jina ya hii shule, ikanikumbusha vile tuko kitu kimoja. Hii shule yenu inaitwa Chepkutum, na kule kwangu Bungoma niko na shule inaitwa Chepkutum. Jina moja kama hii yenu, na sisi zote ni jamii moja. Nataka kuungana na ule mzee ametuombea hapa, ule pastor wetu, mambo ya elimu. Lazima tuzingatie mambo ya elimu, na nimeambia gavana wenu mimi ni champion wa the boy child. Tunasukuma wasichana sana, na hiyo naunga mkono kwa sababu mimi na watoto wasichana, lakini tumesahau watoto wavulana. Wao pia lazima tuwape kipaumbele so that they move together. We must mentor our children. We must make sure the boy child, the girl child are moving together. Hapa Kericho, nyenye ni county ambayo tunaita the green county. Tulicampaign tukitembea hapa, na pale town niliwaambia kule kwetu tunajua Kericho kama ndiyo shower room ya Mungu. Mungu aliumba Kericho akawapatia mvua kuliko mahali pengine, na mnazalisha mali sawasawa, tunawaunga mkono. Wakati tulikuwa kwa kura iliyopita, vile Nelson alisema, tulikuja hapa na Mheshimiwa Rais Ruto. Kwanza tukakuwa hapa town, tukaenda Kapkatet, na tukaamua ya kwamba lazima tutembee pamoja, tuunganishe nchi yetu, tulete mabadiliko na uongozi ambao haujali kabila ya mtu, bora uwe na uwezo wa kuchapa kazi. Na hivyo ndivyo rais ameshika nchi. Hata wale wenzetu tulibishana nao wako kwa serikali ya broad based na wanafanya kazi sawa sawa. Wale ambao wanaeneza siasa ya ukabila na chuki na kugawanya wananchi hawana nafasi katika nchi yetu. Hata ukiangalia ndugu zetu wale wanatembea kupinga rais, hawana la kusema. Ukiwauliza mnataka nini, Ruto must go. Mnataka nini, Ruto must go. Sasa wameimba Ruto must go, ameenda? Si yuko? Wanasema Ruto must go kwa sababu hawana sera. Na sisi tunaambia rais, wewe chapa kazi, focus on the mandate the people of Kenya gave you, and deliver on the promises we gave the people of Kenya the way you are doing. Kwa mambo ya ukulima, umeteremsha bei ya mbolea. Kwa mambo ya afya, umeleta SHA. Watu walinungunika, sasa kule natoka na kila mahali watu wanasema inafanya kazi. Focus on helping Kenyans come out of poverty. Hiyo ndiyo kazi yetu, lazima tufanye. Wale wanapiga kelele, mnajua
kelele ya chura haizuii ng'ombe kunywa maji. Lazima tufanye kazi. Na mimi nawahimiza viongozi, upinzani katika siasa ni kawaida, lakini tuwe na upinzani na siasa ya heshima. Wewe ukitaka kuwa rais wa nchi, lazima umheshimu yule yuko, ndio wewe siku moja ukibahatika utaheshimika. Kama wewe ni lugha yako ni chafu, lugha yako ni ya matusi, hujui kwamba Rais Ruto anabeba heshima ya watu milioni 56 wa Kenya, unatupa tu chepe ya matusi, hiyo siyo heshima inji inastahili. Na niko hapa Kericho kuambia ndugu zetu, sisi kule tumeamua, rais amesukuma half term, imefika tamu ya kwanza, tunaelekea 2027. Tumesema yeye awe na 10 bila break. Wangaki mnasema awe na 10 bila break? Ili aweze kukamilisha kazi yake. Mzee Kenyatta alisukuma 15 years. Mzee Moi akasukuma 24 years. Tukabadilisha katiba, tukasema rais anasukuma miaka ngapi? 10. Mzee Kibaki akasukuma ngapi? 10. Uhuru Kenyatta akasukuma ngapi? 10. President Ruto is no exception to those who came before him. He must also be given an opportunity to discharge his mandate, build his legacy, and leave Kenya better than he found it. Na hivyo ndivyo tunataka mambo ikue. Unajua nyinyi wananchi wa hapa Kericho, na sisi kule tunatoka, hawa vijana wawili Kakai na Investor, ukiangalia vile utamaduni yetu inaenda, ni moja tu na nyinyi. Mkitaka kujua tuko kitu kimoja, na niliambia pale Sigoet Soin, sisi katika kwetu rika zetu ni kama zenu. Sisi tuko na rika inaitwa Kolongolo. Nyinyi mko nayo? Sisi tuko na rika inaitwa Kikwamet. Mko nayo? Yeni inaitwa nini? Kikoimet. Sisi tuko na rika inaitwa Kananachi. Nyinyi mko na Kiplelach, si ndio? Sisi tuko na rika inaitwa Kinyikeo. Nyinyi mko na Kimunyike. Sisi tuko na rika inaitwa Nyange. Nyinyi mko na? Sisi tuko na rika inaitwa Maina. Nyinyi mko na? Sisi tuko na rika inaitwa Chuma. Nyinyi mko na? Sisi tuko na rika inaitwa Sawa. Nyinyi mko na? Si mnaona vile tuko kitu kimoja? Sasa tukija hapa, sisi ni timu moja. Na tuendelee kuunganisha Wakenya kutoka Pwani mpaka Turkana, kutoka Lamu mpaka Malaba. Kila Mkenya ajivunie kuwa Mkenya. Lazima Kenya kiwe kitu moja. Hata wakati uliopita nilikuja hapa kutembelea ule gavana wenu wa zamani, rafiki yangu Profesa. Nikakuta watu kutoka Ingo wengi wako hapa wanafanya kwa majani chai. Wanafanya kazi, wanaishi vizuri, na waliniambia hatujawahi kupaguliwa hapa. And that is the Kenya we want. That is the Kenya we must have. And that is the Kenya we must bequeath to our children. Wakati nimekuja hapa, nimeambia huyu Songo, yeye ana bahati sana, kwa sababu nimeona mnampenda. Mnampenda mpendi? Mnampenda mpendi? Sasa ikifika wakati ingine, muendelee kumpa support, kwa sababu yeye ni kijana mchapa kazi. Pia mko na mama mumechagua mkakamavu kule bunge, anauliza maswali mengi sana kuhusu watu wa Kericho. Na huyu toto wangu
Ako sawa? Ako sawa? Very good. Wakati nimeingia hapa, nimeongea na rais wetu. Nikamwambia nimefika Kericho na nimefungua shule, nimezindua bus, na naona wananchi ni wakarimu na wako wazuri sana. Akasema nimpe salamu zake. Mnazipokea? Na akasema niwaambie asante sana. Kwanza kwa maombi yenu. Mara kwa mara, unajua kuwa rais wa nchi kama Kenya si kitu rahisi. Kila asubuhi ukiamka huyu anakutusi, huyu anakutusi, huyu anakutusi, but you focus on what you want to do. Amesema anawashukuru kwa zile kura mlimpigia. Na anasema anawapenda na anahitaji support yenu going to 2027. Mutampa hiyo support? Hebu nione wale wanasema tunasupport rais wetu. Asante sana. Pia amesema muunge mkono sera za kuboresha nchi yetu. Sera zake za ukulima, sera ya elimu, sera ya kazi kwa vijana, sera ya afya, sera ya mazingara na kila kitu. Na pia Mheshimiwa Nelson ameniambia nikuambie on Wednesday nikupeleke akupe shilingi milioni 5 uletee shule ili waweze kuweka furniture kwa zile empty classrooms nimeona. Mnapokea mchango wa rais? Mnapokea? Anawapenda hawapendi? Na nyinyi mnampenda? Ninyi mnampenda? Na nyinyi mnapenda Papa wa Roma hapa? Tuendelee kushirikiana na kutembea pamoja na kuunganisha wananchi na kufukuza ukabila na kuboresha nchi yetu. Asante sana. Kwa sababu ya hali ya anga sitasema maneno mingi. Kuna